linalowezekana sasa hivi litafanywa sasa hivi. Mimi hapa mtakwenda kulifuatilia hili jambo, kila kitu kitakaa sawa sawa. Vipi chali yangu? Mbona umepiga 5 na ukapiga 7? Tunajua maana yake umepiga. Maana yake naelewa. Sababu nyinyi rasmi na imani zenu lazima nipige saluti. Nakubali sana. Kwa hiyo umenipa heshima yangu. Nashukuru umenipa heshima yangu maana sisi ni watu wenye imani. Pombe na kila aina hamna. Ndio. Ndio hivyo chali yangu. Bora chali yangu kuna kitu kidogo ni sawa. Bora nimekutana na wewe. Hapa katikati nataka nifunge ndoa, nataka nioe. Kwa hiyo hata kwa kuwa heshima ulionipa, natamani siku ya ndoa yangu ndio uwepo kwenye hiyo shughuli na wewe kwenye harusi yangu. Natamani kuone maana umenipa heshima. Kwa kuwa unatukubali na mimi nakukubali sana. Asante sana. Lakini acha ngoja nikwambie kitu ambacho usichokijua. Hii dunia usikute kubwa, lakini kwetu ndogo sana. Una maana gani chali yangu hadi unaongea hivyo mdogo wangu? Usichokijua ni sawa na usiku wa giza. Kwa sababu ile pesa ulioitoa mwako ameenda kuchezea kamari. Na sisi wauni tumifanye. Odi. Mwamu. Nipo hapa. Upo hapa umeulizwa? Dada ameniagiza. Maana umeshindwa kutoa hela ya mfukoni kwako. Wewe umeniagiza kwamba unipe hela yake ya mahali ili nikantibie. Hivi wewe atako kuambiwa mara ngapi paka wewe? Nishakwambia. Nadhani mimi nina pesa kuchezea ovyo ovyo Mwamu, hiyo pesa ya mahali ni haki yake dada. Sitambua. Hiyo haki yake, isiyo haki yake. Kwa muda huu ni haki yangu mimi. Nenda kamwambie sina pesa ya kuchezea ovyo. Nenda uondoke. Mwamu. Hatuchekeshi. Maana aliingia kwenye anga zetu, si tumeua kweli. Kwa hiyo unataka uniambie mahali mdogo mtu kaja akaichezea kamari na mmekula? Ndio. Sasa yeye mmekula. Kwa hiyo wewe unaona jambo la msingi ambao unaweza ukanisaidia ni jambo gani? Maana kama mahali yameshaliwa na najua mahali ndio kila kitu. Kama mmeshakula, unafikiri kweli hili jambo bado linawezekana ama bombu nisaidie hapo? Kwa kuwa wewe mahali umeshatoa, basi fanya mchakato wa kumdai mkeo. Wewe pesa ushatoa. Na wao waliofanya upumbavuo ni mtoto wao. Cha msingi wewe, cha kukushauri mimi, nenda kwa baba mtu au siku ya shughuli, siku ya ndoa, nenda kadai mke wako. Wewe mahali si umeshatoa? Kaza buti. Yaani mikazo inahitajika siku ya ndoa. Ng'ang'ania mke wako hadi umpate. Usiwe boya boya siku ya shughuli hiyo. Usikubali kutoa mali nyingine. Alafu asili ya malasi hawataki kuwa wanyonge. Mikazo inahitajika ile. Umeua maana yake. Najua chati yangu unanifurahisha ujue. Alafu unachoongea tunaongea mambo ya msingi zaidi. Ila unanichekesha. Wewe umejuaje kwamba hizo malasi atuchekeshi? Ila usiofu. Kikubwa umeshanipa mrejesho. Mimi nitajifanya kama sijui chochote. Sawa. Limradi nitafanyaje? Nitaitafuta njia gani ya kuifanya hadi nipate mke wangu. Hiyo imeisha maana si wa Masai. Masai kiamua kitu yameamua. Ikinukishe tumeinukisha. Kwa hiyo imeisha ndugu yangu. Basi haina taabu familia au vipi?
Shemeji, nimekuta nimweleza kuhusu hiyo mali yako, niambia basi nipe mali ya dada ili nikantibie, ila naye pia imegoma. Sijui dadangu, tunafanyaje? Dadangu ndo hivyo, naumwa, pesa ndo nimeishiwa. Ndugu yangu, usilie. Pesa ambayo tunategemea mahali yako ili tukutibu, imeng'ang'ania yeye. Dada, tunafanyaje? Nafanyaje mimi ndugu wako? Hivi Milando, unajua kama nikiwa na kuchiti. Mimi mkangu anachiti. Haitotokea kama tanichiti. Kwa jinsi ninavyoishi naye. Taski moja. Sikia nikwambia kitu kimoja. Mwanamke kama anakuchiti lazima kupata kuonyesha mapenzi ya dhati, kwa sababu usimbukie. Ukibukia utakuja kuwa nongo. Kwa lazima akupe mapenzi ya dhati. Chochote unachokihitaji anakupa. Sasa mimi nitaamini vipi kama ananichiti? Mimi ukitaka niamini kama ananichiti, nitoe ushahidi hapa. Kwanza na moyo. Shida ndio ipo hapo, na moyo. Mimi na moyo, mtoto wa kiume navumilia. Sio sema na moyo, maana yake una moyo. Na maanisha una moyo wa kustamili, yaani maana yake ushahidi kishaona ndio una moyo wa kustamili. Maana yake sija kukuletea hapo. Mara ukaanza kupata ugonjwa mwanangu, si unajua zile. Oh, mimi sitaki pesa. Mimi na moyo nakwambia, lete ushahidi hapa niamini. Sababu mimi ninavyomjua mke wangu mimi hajafikiria unichite hata siku moja. Yaani sidhani. Unajua nini? Mimi mwanangu ndo nazijuka, yaani mimi ndo naosumbuka sana kwa sababu mimi harakati zangu mimi unajua hapa na pale. Kwa mke wako mimi namfanyia sehemu, kuna namfanyia wapi hapo? Mara wapi, mara wapi. Kwa maana yake isije kafika stage mwanangu ukaja kuniona, najua ndoa ya watu haingiliwi. Mtu yaani mtu na mke hapa sikuingilia, lakini mimi kwa elimu mwanangu naona kama unaharibiwa lazima nitaingilia. Kwa sababu gani? Wewe ni rafiki yangu, maana yake shida yako shida yangu, shida yangu shida yako. Shona kama akisije kafika stage, maana yake mimi napita pale, maana yake ni gonjwa. Kwa hiyo ninachoomba mimi, ngoja ni force. Unaona mimi ninavyojua mwenyewe kama Fido, mimi ninavyojua lazima nitakuletea ushahidi. Wewe leta ushahidi hapa mezani ili niamini. Wewe unataka ushahidi? Mimi nataka ushahidi tu. Ongea vyote, mimi nataka ushahidi hapa. Basi haya ni maisha. Mungu wewe. Naomba dua pale dako ni pole. Sawa. Nashindwa kuelewa kabisa. Wewe unalia. Mimi dada yako naumwa, nifanye nini? Nashindwa. Ndugu zangu, ndugu yangu. Nina Mungu na Mungu. Naumwa kaka. Ndugu yangu naumwa. Najua dada unaumwa. Sijui nafanyaje sasa. Mahali nimeenda nimwelekeza. Sawa. Umekataa kutoa pesa yako mwenyewe, kwa kutoka mfukoni kwako mwenyewe. Ukanifukuza, ukaniambia nitoe mimi. Basi sawa. Toa mali ya dada iliyobaki kwako ili nikakutibie dada yangu. Na imegoma, amenifukuza. Watoto wangu kaka. Nakukabisa. Mwanangu Samia ni bado ni mdogo sana. Na mimi bado dako naumwa. Naona kabisa nisonto. Dada. Kaka. Dada. Nipange tu. Pia mwanangu, mimi muda kukaa kushaisha, kwa sababu nilikuja kwa muda tu, kwa muda wangu kukaa unahisi ushaisha. Sasa mwanangu, mbona unanichanganya? Unamaanisha muda wako kuishi hapa umeisha kivipi?
Ya mimi nilikuja kwa target tu na target yangu imeshakaribia kutimia. Unazungumzia target gani? Mbona kama unazidi unanichanganya changanya sikuelewi. Kisha mdauka hapa kwenye kijiji chetu ushaishi unataka kuondoka? Ya, ndio nataka kuondoka. Wewe umemkaje? Si unahisi leo utakuwa upo tu sawa Yaani umeamka tofauti kwa sababu sijakuzoea hivyo. Unakuja kuniambia leo nataka niondoke. Hata siku kwenye kijiji tushakuzoea. Tatizo nini mwamba? Nisikutane na rafiki yangu. Muda ukifika utaelewa tu nini namaanisha. Kwa hili. Huyu mwanangu Singiti ni basi muelewi mambo yake. Anakuwa mambo mengi, yaani mambo yake hataeleweki. Anaambia nataka kuondoka. Yaani hataeleweki, yesi yukoje sijui. Kaka, nipe sikio lako nikwambie kitu. Sawa. Sawa dada, nitamwambia. Sio nataka dada, nitamwambia. Usijali kwa hilo. Dada, mbona nijibu basi. Dada. Dada. Yote ya mwamuka nataka. Lakini pala tokea mwanzo ningenda kunitibia dada yako. Leo nimemkosa dada yako hivi. Dada. Mimi leo nataka uniambie ukweli. Kwa nini Tiskomani mnamwogopa? Kwani kafanyaje? Sasa nataka nikwambie ukweli. Ile siku zile alikuzusha mwanamke. Wewe mnapofikiri mimi nitaweza kuzusha mwanamke? Ndio, alikuzusha mwanamke. Kwani wewe uamini? Kwa hiyo nyinyi mnamwogopa kwa sababu hiyo? Sasa naenda kumfuata huko nikamwonyesha. Wewe usiende. Kumbe yule anijue.
Kwani nani leo? Subiri nikwambie kitu. Hawa vijana wa mtaani wanakuogopa sana. Kwa hiyo niogopi? Yaani mimi kukuogopa wewe? Wapo watu wa kuogopa lakini sio wewe. Unajichekesha ili watu wakuone mcheshi, si ndivyo? Unadhani mimi nacheka? Mimi sicheki kama unavyodhania. Pisha nipite, we mdoli. Mimi mdoli? Ndio, we mdoli tu. Umeona mdoli wewe? Wewe mtoto wa kike usumbui lolote. Na kuvasha napi tu wewe? Yunusu. Kwa Yunusu. Umepata nani? Wewe acha tu. Yote haya ya Tiskomani. Tiskomani? Ndiyo Tiskomani. Amefanya nini? Wewe acha tu. Ulichonipata. Sasa kilanga koma. Simama. Sasa toka kuniambia naenda kumfuata. Hawezi kuniletea dharau. Odi. Odi. Wewe unahitaji nikwambie mara ngapi mpaka uelewe? Nishakwambia. Mwangu. Sijakuja hapa kufuata pesa zako. Kila nimekuja na taarifa za nyingine. Taarifa? Ndio taarifa. Taarifa hii. Nasikitika sana. Wewe, kwanza usinichulie, unasikia? Nimekuja kuleta taarifa kwamba mkeo amefariki, ambaye ni dadangu mimi. Usijifanye unatia huruma, aliyakuwa hauna huruma. Sawa, hata aliyekufa leo aliamini naye pia vile vile uhai wake utakuwa bado utaendelea. Kwa hiyo kaa tambua, kila unapovuta pumzi jaribu kumuomba Mwenyezi Mungu na kumshukuru. Ila ulichokifanya huu ni unyama kabisa. Leo hii nimehangaika, nimemhangaikia dada yangu mpaka sasa naondoka duniani. Haujatoa shilingi 10 kwa moja kumkibia, aliyakuwa ni mkeo. Sikiliza. Mimi yule ni mke tu. Si unaelewa? Wewe yule ni dada yako. Umezaliwa tumbo moja. Mimi nawe nani mwenye uchungu? Si wewe ndio mwenye uchungu zaidi. Na nilikwambia kama sina hela ya mchezo, chezea. Sasa kuja unaiuliza. Sawa. Si unasema mimi na uchungu. Ndio maana nikakwambia nimemtibia vya kutosha. Nikaona sasa nimeishiwa. Kwa hiyo nifuate, na kwa sababu yule ni mke wangu, ni sawa umeoa. Cha kumchukua aje kwa manufaa yako, na pia umhudumia kiumwa. Hawezi karudi nyumbani kwangu roho vipindi vya kuja kumchukua. Nimekwambia kwamba huyu tatizo dogo kubwa lilete kwangu, dogo lirudi kwako, ibaki kwa kwako. Kwa hiyo kama shakufa
Si mkuja kunipa taarifa. Nenda kazike. Au na lingine? Nasikitika sana. Sawa, pesa umekataa kutoa. Mali yake mwenyewe umekataa kutoa. Kuzika pia. Kwani vipi? Maana mimi nimekaa ndani na sio tu kelele, sijui nini, yani kusielewi. Umekwaje kwani? Yule si mwamu. Mwamu wako? Eti kaja kunigia taarifa. Taarifa zipi tena? Eti dadake kafa. Dadake amekufa? Dadake gani? Yule niliomuoa yule, mke wangu mimi. Mke wako wewe? Eti kafa acha kuja kunipa taarifa. Deni na wewe. Sasa nimeshakufa na lake nimekufa twende bandani. Nashangaa kweli, tupo ndani mule eti anakuja na uwe system yetu vipi? Ndio, kuna mimi katika. Eti kama tu ashakufa. Ndio twende ndani.